start our tour here. By the way, this spot, it was a big coral rock. Zamani sehemu kubwa ya Mombasa ilikuwa inazungukwa na maji. Ni vile ilirudi kwa hiyo level. Mimi najua na dina watu wasomi hapa. Hiyo ndio Indian Ocean. Lakini zamani sehemu kubwa ya Mombasa ilikuwa inazungukwa na maji, sasa ikarudi kwa hiyo level. So the year 1593, Portuguese wakaja wakalichonga. For 3 good years, from 1593 to 1596, as a military base to control the Indian Ocean trade and to protect the Old Town where we have the first port. To 1596. Walikuwa wanasaidiwa na local peoples wetu. Jioni wanalipwa chakula. Kwa si mambo ya pesa. Na chonga ikifika jioni unapatiwa chakula unaenda unakula. For 3 good years. Kuna za Oman Arabs, kuna za British. British walikuja wakati gani? Wakati Waarabu lakini walipokuja Waarabu walikuwa wanaishi tayari Old Town. Kuna tour pia ya Old Town. Kiwa tutakuwa tumemaliza hapa, mnaweza mkavutana tena. Kule you don't pay anything. Ile receipt unatumia kule lakini unamlipa yule gate. Sasa inaweza tumika? Okay, ni swali nzuri dada. Sasa hiyo gunpowder yake kupatikana na kwa ngumu. Lakini tunalipa na hapa chini we are going to see the main passage. Hii passage ndio ilikuwa inatumika sana to bring in food and weapons from the ship, wale Portuguese soldiers. Hapa yani kama vile nilivyokuelezea kwamba ndio ilikuwa stronghold ya so Waarabu nao walipochukua kuna sehemu ambazo waliongezea. Unaona hiyo sehemu kama msikiti 15% ndio iliongezwa na kuna hii gurudumu huku nyuma, sawa? Ile shimo ambayo nimemwelezea ndio hii, lakini imerasha, so hata hakuna kitu chochote za kuingia. Lakini ilikuwa ukiweka hiyo gunpowder inaenda paka chini, mind your step. So as I've told you that this is was a coral rock, so you see how it was just that. So this was the original one. So napata hizo njia zingine zilizibwa ikabaki ile moja pale mahali inatumika watu kuingia na kutoka. Na inaitwa Passage of the Axe is because of the axe. Unaziona hizo design Nimesema na dili na wasomi hapa. So hizo ndo zilikuwa zimezuia hiyo nyumba ya captain. Na hiyo nyumba ya captain ilikuwa thatched roof. Gun platform, you can see, and these cannon guns are for British. The British is gonna handle. You see? Yes. So ready to fire the ship. So in the gun platform, tunazoona mizinga ziko tayari, tunaelekea huko kwa bahari. Direct ship going to the old port and coming out. Like nowadays you have modern ones, You can see those ones floating, Here for port na kutoka. But nowadays you have modern ones. Zile unazoziona zina float, angalieni kule, nafikiri macho yenu bado yako sawa. So hizo zina direct mail kuingia kwa Newport, ile KPA, Kenya Ports Authority. Used to cook their food and during British time when it was a prison. So it's part of a tour. Now we have a gift shop. Oh, gift shop, yeah. Habari.
wanafanya cycle zile billboard, unaona? Hizi begi hata kinyeshewa na mvua hakuna maji yaweza kuingia. Si hizi billboard hapo naweka nini? Jamani hapa begi iko kitako na jisikia huko dadi. Hizo kitu unaweza kutumia hata na laptop, unaona? Uko tayari kupikia chakula lakini wewe ukapika hivyo mpaka utoe hiyo maganda. So that is the nut, You break into 2 pieces. This is a stool, we call it mbuzi. You sit here and then you start shredding the coconut together. After that, we have kifumbu. Unatia nazi, unatia maji, una squeeze. It's where you get the coconut milk. Then you start cooking your food. Hivyo uweza ukapika mafuta. Hii mafuta inaitwa virgin coconut oil. This is pure from coconut. Haina chemical yoyote. Hii si kama ile ya dukani. Hii ni dawa ya ulcers na pia inaponyesha hayo magonjwa. Hayo yote unaona hapa. So asubuhi ukimaliza kupiga mswaki, unakunywa kijiko kimoja. Na saa zile unaenda kulala pia unakunywa kijiko kimoja. So kama ndoza, hii ndio milango ya Waarabu. Waarabu ilipatikana vipi? Wakati Waarabu wamepigana Portuguese wameshinda, yule sultani mkubwa wa Waarabu zawadi wale wanajeshi wake, zawadi ya Islam. Kuna mwingine hapa, lakini sasa hii ni mingi, lakini hii ndio milango ya kwanza. So tumekaa hapa for almost 300 years. So this is hard here. So if you go to all the time, you go to Lamu, Zanzibar, unazipata. Hata Nairobi sasa hivi kwa sababu mafundo yashakuwa wengi. Tuko hapa. Naenda hivi. First canon gani ni ya Portuguese, kuanzia hiyo ya pili kwenda hivyo za British. Hii nyumba ilijengwa 1960 during British time. Hapa ndo wanajeshi wa British walikuwa kilala hapa. Lakini sasa hii ni museum gallery ya doing innovation. Tunaona Waarabu vile walivyokuwa kivaa paka wa leo. Alafu wakati huo kulikuwa kuja kwa na bank. So walikuwa wanaweka pesa zao kwenye safe. Hiyo ndio inaitwa safe. Anaweka pesa, anaweka zile cheni zao za dhahabu, silver. Unaona? Sasa hii hakuna kitu pale ndani. Huo mji uko na karibu 600 years. Old town. Hapa. Mara nikiwa huko nilikuwa class 8. Alafu tuliambiwa hiyo stone anchor. Zinaitwa stone anchor kwa sababu nowadays we have metal anchor. Lakini wakati huo walikuwa wanatumia stone anchor. Anchor is to stop the ship. So hizo walikuwa wanafunga cheni. Wakitaka kustopisha meli mahali imefika, they want to dock, they just drop it into the water and the ship stop. Okay? But nowadays you have metal anchor. Sawa? Maybe you can try, anybody can try. What are the 9 tribes? And these are the 9 tribes. Tigo, Duruma, Giriama, Chomo, Kande, Ribe, Ibana. Me, I'm coming from Ibana. And then we have Kauma and Rabai. So Mijikenda means 9 tribes. Ndo hizo. Alafu, hivi vinaitwa vigango. Vigango sisi Mijikenda. Me, I'm a Muslim, I don't believe, lakini ni vitu ambavyo viko kwenye villages zetu. Tunaamini hawa ni watu ambao walifariki au walikufa na ni watu wetu. Wengine hapa waweza kumpata, kuna nyanya, kuna babu na baba wengine, tunaona. So hizi kitu huwa tunaamini hizi sehemu kwamba walifariki, lakini we believe that they are still existing. So naamini kwamba ukiwa na tatizo unaweza kaenda pale. Kwa ni mtu alikuwa anakunywa pombe, unaenda unamwaga pombe ile, unaziona ndani zilifanya kujengwa. So hizi nazo zilikuwa ni nyumba, hata hizo barracks, lakini zili collapse. So we are many with the ruins. Are you together? Tunasema mzee vipi huyu? Mbona wazi hivyo watu walikuwa na mbadili? So hiyo ilikuwa ni kanisa, entrance ilikuwa ni pale, hizo ni pila, zile ni barracks rooms, nyumba za wanajeshi. Wanajeshi walikuwa almost 150. Drinking nao walikuwa na preserve water. So hii pia nayo serikali walikuja kuchimba tena, ndio wakaweka hizo pipe na kubaki maji. Sawa. So tukiwa hapa, unaona hicho kijimlango. Kuna nyumba hiyo. Huo ndio mlango wa kushoto. Tunamaliza kule. Hiyo ndio ilikuwa choo yao au Portuguese soldiers. Unaona hiyo? Ndio sehemu walikuwa wamepreserve kama toilet. Kwa nakaa pale anabwaga mzigo unashuka chini. Hiyo pia ni choo yao. So hiyo area yote hii walikuwa wamepreserve kama sehemu yao ya choo. Sawa? One thing why they are saying is a told you. Na ni kubwa hivi. Na ilipatikana we have a
Anza. This is a daga. Inaitwa daga or kanjar. Okay, mimi ama Muslim, wakati kwa tunafanya harusi unapata mtu anakuvalia, anapatikana pia kule na pia wakati wa Eid. Huwa sana unapata hata ukienda beach unapata ni wengi. Hizi ni dates ya. Na nafikiri unajua tende. Tende nyingi huwa zinapatikana Oman So wanaonyesha vile huwa zinakuwa harvested. Hapa kwetu Kenya nafikiri kuna sehemu zingine kidogo zinafanya vizuri, lakini hapa Mombasa huwa zifanya vizuri. أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين.